Bwana, mambo vipi? Inakuaje? It's your boy Mtemi Titus. Na leo hii bwana, kwenye YouTube channel yangu nimekutana jamaa ambaye anafanya vizuri sana kwenye game ya muziki kaunti ya Turkana. Jisisha fully music kama kuna kitu kingine unafanya apart from music? Mimi nimesoma bana. I have my documents. Si sorry. Under the cupboard man, the cupboard of my house. I'm a forensic pathologist by the way. Nimesomea criminology, forensic pathologist. Mimi nasoma Mungu amenisaidia. Niko na madigrii zangu, niko na diploma kadhaa. So nimejaribu, nimeangana. Labda Mungu akifungua njia kwa hii kaunti unaweza kufikia vinadi ndo director mahali. Siogope kuja kusalamia ndugu. Acha tuombe Mungu, everything will be okay. Yeah. Na kwa haraka tu, Amina Toi ni ngoma ambayo imefanya vizuri. Nimejaribu kufanya comparison analysis ya ngoma ambazo zimetoka this year. Ngoma ambayo imefikisha, I think it was almost 1.8k, almost 2k actually, in less than 24 hours. Turkana this year 1.8. Yeah, ilikuwa around 1.8 to 2 point something hapo. Same na song ya Takwin ambayo pia alikuwa around hapo. Sikiza anaitwa Queen Mama. Queen Mama. By the way, special shout out kwa Takwin, Queen Mama. Iko kazi nzuri. So sijui una feel aje kuona ngoma yako in less than 24 hours? Ni maanisha watu wananisikia, watu wanapenda kazi yangu. Sasa inanimotivate kuendelea kufanya. Inamaanisha inanifungua macho kwamba kitu nafaa kufanya next ikuwe ni kitu big than nimefanya. Yes. So inanifungua macho. That's what I can say. Yeah. Bwana Amina Toi utakuwa unapata, nitakuwekea link kwenye description uende ukaone hiyo ngoma ya Papa Vinadi. Yes. Hiyo I'm very sure kwa wale wa Valentines kama huna mpoa usingizi tu ndugu yangu. Na kusikiza Kicha Radio. Yani umeamua tu uniguse kwenye moyo mzee. Watu wasikiza Kicha Radio. Yeah. Kwa tunawapea ni mafunzo kidogo So I think tutakuwa tunamalizia hapo. Kuna ngoma Ikabore Kwang ambayo imekuwa ni like imekuwa street anthem. Ukipita mtaani mpaka watoto wanaimba
Irang iyo ikabure kwa naimba kama nima kama unajua kwetu kuna Ngasonyoka. Sio gani? Na type sometimes najua Ngasonyoka. Naimba kama real Turkana bro. Nipe jina. Nafaa kuitwa Lokolonyo ndio. Inamaanisha nini? Kiingereza. Bito. Yeah, asante kamera person amesaidia. Jamaa kwanza leo mimi Lokolonyo. Tu mitaita Lokolonyo hiyo. Hiyo itakuwa ni jina ambalo utakuwa natumia. Nimepewa na Bidadi Boy. Najua nikikutana na watu wengine watakuwa wanipatia majina mengine. Kuna jamaa aliniita hapa Mary. Nani? Hapa Mary. Hapa Mary. Siku atobongdore sijui inamaanisha nini. Unafaa kuuliza kwake. Kamera director wangu atakuwa ananiambia hapa Mary. Pronounce kama kinimba na. Pronounce kama Kiingereza. So utamuuliza kwa nini? Taweza kuwa ni matuzi ba. Taweza kuwa ni vocabulary ya Kiingereza. Okay, Ikabure Kwanga ni song ambayo sio tu kukutambulisha kwa the Arctic Nation but imekufungulia pia nje. Yeah, sure. Other people wameweza kufuatilia hata kama mtu si Mturkana, lakini kuna zile lyrics akiangalia pale our quarrels ama midnight quarrels ana resonate na the African culture na the Turkana culture in general. Maybe idea ya ngoma kwa haraka Ingoma iko na historia bro. Acha tu niseme thank you my mom. Mama amekuwa nikisema tu ndiye amebless ngoma. Ngoma niliandika nikiwa nyumbani kwa nienda kuona mama. So 70% of this song is a contribution from my mom. Si mimi nimeandika. My mom ndiye ameandika almost every part. Wow. Yeah, na kuna mjomba wangu pia mmoja mwenye nilimconsult akaniguide kidogo anaitwa Benson Logelo Kwang. Sasa ni wasiri wa roads and infrastructure. Ndio. Sasa kuna part kidogo alichangia katika hiyo song. Ni song yenye nilikuwa na consult sana. I wanted it to be purely culture. Okay. So ni song ambayo imekuwa mkono na watu wengi. Balozi pia kuna mahali alichangia. Balozi Adaiko ni my cousin. Yeah, is my cousin. So kuna mahali kidogo pia alichangia. Ni song ambayo ime include to the collective. Imebarikiwa yani, imepakwa ngikuje. Imepewa mkono wa baraka fulani. Imebarikiwa kabisa. Ni song ambayo imenifungulia macho, imenibariki, kama kuna song imenikulisha sana last year, imenilisha sana ni Ikabure Kwanga. Kuna wedding niliitwa Samburu, kuna siji nini juu ya hiyo song. Kuna mahali naenda na perform hiyo song peke yake. From first to start unasema rudia paka time inaisha unatoka. The same song. Hiyo ni song yani imebarikiwa tu. Kuna blessings yake. Yeah. So maybe how huge is this track? Kwa sababu umesema kwamba imebarikiwa, tumepata hiyo part ya baraka. Maybe to you ukubwa wa hii song, maybe najua kuna mtu kuna jamaa najua I think Stupid Boy ametengeza ngoma Jibag na Jat and then imekuwa kubwa kumliko mpaka ameshindwa ku stand ile fame, you know. Haja kupatia pressure Ikabure Kwanga hajanipea pressure. But ni song ambayo bado naiangalia. Si song mwenye nili-release na nimeachilia, ni song bado naiona. Maybe Mungu akitujalia naweza fanya remix na mtu wa nje, naweza baki kwa hiyo tunakikana but nifanye remix na mtu wa nje. So ni song ambayo bado niko na expectation sana mingi kwake. Ni song ambayo najua sahani iko hapa. Hii ndio song inaweza niletea gari. Hii ni song inaweza nijengea applause. Juu ile mapato imeniletea na hizi bado iko kuna mingi je inafaa kuleta kuja. Yeah. That's good. Now situation iko vipi ya industry ya Turkana? Challenging, majorly challenging. Industry ya Turkana iko challenging bro. Starting from our association, corrupt, very corrupt. There's no frank information being given. Yani kuna tu ubishi nyingi ndani, kuna ukora mingi, so hatuna umoja kama wasanii. As we speak hatujai kuwa na meeting ya wasanii. Kuna meeting ya wasanii imehaya happen. So for how long? For how long? Meeting ya wasanii haijai happen. Kuna imehaya happen siku moja governor alikuwa ametuita. But yetu tu yenye tumeconduct kama wasanii hakuna siku tunaifanya. Na unajua hizi maovizi nyingi ziko hapa Turkana ya governor ya culture nini iko ready kutusikia. Vile sisi hatuna umoja, mtu mmoja ndiye anakimbia kwa hizo maovizi. Ndio maana tusikizi. Tungekuwa tunakaa pamoja kama wasanii wote tuende kwa uvizi kudemand. Tungekuwa tunapewa. So hakuna mahali mimi nalaumu serikali. Serikali inafanya kazi yake. Sisi wasanii ndio tumehalalisha. Na welfare in case msanii mmoja maybe akipatwa na msiba, let's say of course of late kuna wasanii kama watatu ama watu wanne hivi kwa the entertainment industry wameweza kupoteza maisha yao. Maybe mna manage vipi
Yeah, tumekuwa tuna contribution though. Hata hiyo contribution yenye una make bado hauko sure kama iko safe. Kwani hatuna ile clarity, hakuna ile transparency, hakuna kabisa. Hata baada ya kufanya hiyo mambo yote, tulikuwa tunasema tunafanya for the respect of people. But hiyo pesa hata sasa hivi kile tunabodo uliza watu nini, utapata tu kuna bado ndani kwa inafanyika. So hatuna transparency, hadi ya mimi. Hakuna hata ule mtu hapo mwenye tunaweka kama kiongozi atuamini. So tunafaa labda kwenye election bado ama tutafute patron mwenye atakuwa na ufasi hizo vitu yote. Hiyo ndio mimi naweza advise kwa sana. I think naweza kubaliana na wewe kuhusiana na hizo transparency. Of late kuna contribution ambayo inaendelea ya marehemu Salman the point ambao at first kulikuwa kuna namba imepeana and then sasa kuna team, so hata kuna watu wamekorolewa kama hizo changamoto. Tuna ile kabisa treasurer hivi na tuna ile msimamo tu, mara kuna umsi anataka kupiga pesa, mara pia mtapata kwa umsi, mara kuna nini, kuna tu hizo condition nyingi. By the way, hatuna kabisa leadership iko stable, iko firm. by the rest in peace Salman na wale wasanii wote marehemu Morocco and all those